so tupige hii maneno sasa. Umeanza kurekodi? Hizi advert jamani. Uko live? Na record na sound recorder na bado inaleta adverts nashindwa. Hadi wameanza ku asimekani on data on. Nimezima net. Haya, so 3 2 action. So welcome to in Beyond the Class episode I guess 6 ama 7 huko. Tunasonga. So leo tuko na mzee mzito Mr. Twala Ratib. Yes. Karibu sana bana. Asante. So lazima ni explain kwa hii segment. Tunapiga tu story. Unatueleza story zako kutoka ukiwa mdogo, umezaliwa, primary, na vitu zilifanyika hapo kwa primary, unaweza tuchapia na tunaingia high school na tutamalizia university. Alright. So tuanze, umezaliwa side gani? First of all, majina kamili naitwa Twala Ratib. Twala Ratib Ahmed. So Ahmed ni jina babu yangu ambaye alikuwa anaitwa Ahmed. So nilinemiwa third name after him. Twala Ratib Ahmed, mimi nazaliwa katika mkoa ama mji wa Eldoret. Nimezaliwa Eldoret. Okay. Nikalelewa Kilifi. Yes, ndio nashinda bana. So tulirelocate kutoka Eldoret tukaenda Kilifi. Mko ngapi kwenu? Like mko brothers, sisters? Tuko 7. But kitu ambacho inashangaza ni like babangu anatoka huko Mombasa. But mamangu ni Mluya. Anatoka Okay. Mamangu so ni Mluya. So primary mimi naweza sema nimesafiri bana. Nimeenda shule nyingi sana. Primary wako hiyo kwanza nasari I think nilianzia hapa Gilgil, kama unajua Gilgil. So hiyo time mko mmemove bana. Nakuru County. Tumehama tu. Okay. Sina wale watu tuliangi nyumbani. Mbona like unaeleza ama unaweza tuelezea reason? Nile tu yani kuexplore vitu, kuexplore nini. At that time tulikuwa tunaona kutembea kwingi ndo kuzuri, yani ndo kuna bamba. Ndio kuona mengi. So nilikuwa naishi na tumegrow pamoja watoto 7 ama third born. Tafuata boy fulani alafu kuna dem. Yeah. So nimesomea kwanza nasari, nimesoma pale Gilgil. Na nikatoka hapo nikaenda LD. Kuna shule ilikuwa inaitwa something, hata nimesahau jina. Area I think kitu kama hiyo pale LD. Wenye kwa LD wanaijua. Nikatoka hapo area of which ilikuwa pale railways, nikaenda So hiyo ulisomea class 1 2 and 3 ama nilikuwa bado nasari. So nasari ushamu Nasari nimesoma shule 2. Okay. Yeah. Nikatoka hapo nikaenda St Daniel Komboni School. Hiyo pia iko pale Gilgil. I think hiyo ni private school. Tuko napelekwa na basi, wanachukuliwa na basi ya shule. Class 4 5 nikasomea Mombasa, Majioni Mission. Hiyo ni Kilifi. Majioni sasa nikarudi home, Majioni Mission Academy. Then kutoka hapo baba yangu akatuchukua mimi na brother yangu. So tukatolewa saa home. Au wengine walibaki. Au mpaka sasa hiyo wamebaki huko. Sisi tukachukuliwa mimi na brother yangu, tukaletwa hapa Nairobi. Class 5 6 7 mpaka 8. Nimesomea hapa drive-in. Shule inaitwa Thika Road Primary School. Kama umesikia. Yeah, Thika Road Primary School pale opposite na kuna kanisa fulani kubwa ya Catholic. Inaitwa St Scholastica. Yeah, the other uko KCA? The other side. Yeah, the other side. Yeah, so nimesomea hapo primary. Tumesumbua bana. Tulikuwa mimi nakwambia nilikuwa na mbogi fulani. At that time tulikuwa tunaishi Mathare. Kwa babangu sasa. Babangu alikuwa anafanya kazi hapo Mathare. Mathare North. Of which hapo ni pale NYS.
ya NOS pale Mathare North. So tulikuwa tunatoka shule na tulikuwa mbogi fulani hivi. So ni kutembea ni ama hatutembei mat. Lakini kutoka shule mpaka home ni walking distance. Lakini si nani. Tuko tunadandia hizi magari za Manmosako. Kama umeona kitu kayo Manmosako. Kuna zidandia. Tulikuwa tunajulikana na makonda. Na mnalipa ama mlipi? Hatulipi. So tuko kwa mlango tu tumedani. Sasa hii shida ilikuwa babako akuone. Kuisha wewe. So tulikuwa tunafanya anything ku avoid mzee haya sikuone. So hata ulikuwa unaingia hapo ndani pale katikati penye watu usimama ukishika hivi kwa nganya. Tulikuwa tunaingia hapo. So hiyo ndio ilikuwa means of transport tukirudi sasa. Tukienda tulikuwa tunatumia kaguu. So ilikuwa bango napenda sana kusikia radio. So nilikuwa tukisikia I think ilikuwa Citizen. Radio Citizen. Radio Citizen. Kwa tukisikia program fulani tunajua ni masaa ya shule. So kwa tunakimbia. Asubuhi sasa. Asubuhi mbio. Ilikuwa ukichelewa unapigwa viboko. Ilikuwa unapitana mwalimu. Mwalimu asifike mbele yako. Atakufungia. Ile mwefunga gate nyinyi. Nimeona hiyo nini? Kuna clip fulani niliona ati mwalimu kwanza anakuona uko hapa mbele na tembea pole pole. Ndio hiyo. Anakimbia anafunga gate. Anafungia gate. Anakwambia sasa ngapi? Why you late? Ama mmekuwa tu mkiongea naye kwa njia. Ama anafika na kufungia gate. Mnapigwa viboko. So hiyo ndio life yangu ya primary. Ilikuwa enjoyable. So hapa primary you saizi uko in the media industry bado stories za ball uko ndani. So kuna influence hapa katikati, maybe kuna kitu ulikuwa unaweza kupenda kuwa maybe mtangazaji, mtu wa habari. Ushafikiria hiyo maneno hiyo gidhama bado? I think tukianza tu hapo kwa primary, nilikuwa primary na nilikuwa napenda sana kucheza ball. I was a striker. Nilikuwa nafunga mabao. So nilianza kupenda utangazaji nikifika form 1. So si primary. Si primary. But ball ulianza hiyo. Ball nilikuwa nacheza primary. Nilikuwa napenda ball sana mpaka Zaire kwanza. Kijana atasoma. Sisi ilikuwa kwanza hata before tuvuke huko kwa high school. Ilikuwa tunaenda kuona mimi na bro. Nianza kushabikia mpira nikiwa kitambo sana. I think class 4 if I'm not wrong. So tulikuwa na bro yangu, kulikuwa na bar fulani pale home. Hiyo bar ilikuwa na nini? Screen. Alafu dirisha yake ilikuwa ni open. Sasa ilikuwa tunaenda pale tunachungulia. Game ikianza tunachungulia. Brother wangu alikuwa Man City. Liverpool sasa mimi. Nilianza kusikia form 4, hiyo class 4, nilianza kushabikia Liverpool nilianza kusikia watu wakisema kuna timu inaitwa Liverpool. Sasa Liverpool. Mimi ni wa Liverpool. So ile timu ya kwanza ulisikia mimi ni wa Liverpool sasa. So tunaenda kuna screen fulani mimi na bro pale. Sasa kuna siku mzee alipita pale akatuona. Unajua ile ni njia na ni bike kwa hapo. So watu walikuwa na shangaa. Unajua babangu alikuwa ni ustad. Vijana ustad ndio hapa wanaangalia ball kwa bar. Kosa. So mzee alikuwa alipita hivi. Akatuambia nyinyi. Sasa sijui hakuwa na issue kwa sababu alikuwa anataka hii maneno ikwe in public. Alikuwa anataka tufike tu deal na yeye peke yetu. Man to man. Ile unapigwa umefanya makosa vumilia. Hiyo siku nayo ngombe tulipigwa vibaya sana. So tukamaliza hapo life class 8 nikapata 359 marks. Ndio ilikuwa ya kusumbuana. Ilikuwa tusomi, tulikuwa tuna unajua sasa vile ukua. Ilikuwa usiku yeye akifanya vitu vyake pale, si anatuambia tusome. Sasa brother yangu alikuwa anapenda sana usingizi. Alikuwa ananiambia mimi ati nikae kama watchdog. Nikisikia mzee ameamka hivi, nimamshe. Sasa mimi kulala nikalala. Mkapatwa nyinyi wote. Kitu tu nilisikia tu ni nyaunyo. Kwa mgongo, tukapigwa si wote. So form 1 nika join Paul Boit Boys High School, nilitoka huko. Iko wapi hiyo? Hiyo iko pale LD. Back to LD. Nikarudi za LD tena. Sasa Paul Boit iko ukielekea Jua Kali, ukitokea Turbo. Watu huko wanaelewa. Ukitokea Turbo, ukielekea Jua Kali. So Paul Boit iko hapo. It's a good school, it's a boys school na one of the most disciplined school in Uasin Gishu. Na tulikuwa tunabishana sana
rivals wetu walikuwa Moi Girls. Oh. Moi Girls High School. So hao ndio walikuwa wanapishana nao. Tukapiga pale form 1, form 2, form 3, form 4. Maisha ilikuwa harsh sana. Aje sasa. Actually, hiyo ni high school ambayo tulikuwa na viboko sana. Unajua high school nyingi hazikuwa na viboko. So sisi tulikuwa tunapigwa viboko like results walikuwa na demand, walikuwa na demand good results. Especially pale pale tulifika form 3, form 4. Form 1, form 2 walituacha to enjoy life. From form 3, form 4 kuna principal aliingia. Akasema huko ni academy. Principal wa Kapsabet Boys, alikuwa Kapsabet Boys sasa. Na hiyo shule vile ilikuwa na perform. Ilikuwa perform sasa akaleta zile rules za huko akaleta huko. Akatuambia ilikuwa tunakaziwa kama Saturday atuende entertainment. Tunasoma ikifika 8 tunaenda kunywa chai DH. Na entertainment inaisha saa 3. So kwa kawana hawa. Unasikia vibaya game yako imecheza mamjiona game. Unasikia tu results. Yeah. So high school pia life tumesumbua form 2 tulikuwa na demand tuone World Cup. World Cup kuna World Cup ilikuwa ilicheza I think ilikuwa Russia. Russia ilikuwa 2018. Huko Russia. Hiyo ilikuwa form 1 I think si form 2. Ilikuwa huko Russia. So tuli protest shule mzima tunataka kuona World Cup. Tutakuwa wakatuambia nini? Under one condition. Muone World Cup lakini msifail exam. Si tuka agree kawa agreement. Sawa, deal done. Here we go. From mlifail ama mlipass? After kuona World Cup. Tulipita bana. Unajua kulikuwa na ile pressure to prove walimu ndio tupatie more of this entertainment issues. Wache kuwakazia. Wache tukazie juu tusima machopi. So hapo kuna clubs ziko like kuna games hiyo shule inacheza. By the way clubs ziko nilikuwa journalism club nilikuwa nasoma news every Friday ya Kiswahili. Pale kwa parade. Parade bana. Watu wanakuangalia hivi. Mimi naweza sema sijui ni kipaji ama nini like Mungu alinipatia. Mimi ni mtu ambaye ni introvert. Lakini nikifika pale kwa kusoma news ama behind the camera, behind the mic, nakuanga mtu mwingine different. Sasa siku ule introvert to alham ambaye anajulikana. So nilikuwa journalism club na watu walikuwa wananipenda sana. Like Kiswahili changu wanasema Kiswahili chako ni tamu nini. Nasema asante. So nilikuwa nasoma mostly nilikuwa anchor. Anchor sasa. So unajua taarifa fulani nani atupatie. So nilikuwa anchor sometimes kwa studio sasa. Sometimes pia nilikuwa nasoma sports news. Nilikuwa na shout mbele ya watu yani uko kwa wanafunzi lakini lazima udeliver sauti isikike. Ule mtu wako huko lazima asikie. So sports bado football pia ilikuwa ndani bado. Futani ilikuwa nacheza. I think hapo ndo nilianzia stories za kuacha ball. Ilikuwa actually tulikuwa tukifunga kuna team ilikuwa pale home ilikuwa inaitwa Umeme. So tukifunga shule tukaenda home kuna team ilikuwa inaitwa Umeme FC. So nilikuwa number 2 striker. Ilikuwa kwa ligi ama ni tu ya za mtaani? Hizi tu za mtaani. Sikuja tucheze ni. So kuna team ilikuwa inaitwa Umeme FC. Ilikuwa nafanya vizuri by the way tournament. Tournament za huko. So mimi nilikuwa nacheza ball vizuri nikafunga mabao but hii shida mgongo ikanianzia. Nikaanza kusikia the pain in my back. Ilikuwa juu injuries za game ama tu ni vitu zingine? Sijui hata nini ilitokea. Nikaanza kusikia shida mgongo unaniuma nini. So nikamwacha ni wanasema ku hang boots. Ukiwa na miaka 16 kijana mdogo na hang boots lakini ni condition mgongo. So ikabidi tu nimeretire futa. Hivyo tu ikabidi acha ni sare. So hata ile tu kucheza tu ile for fun ama kucheza for fun ilikuwa. Though nilikuwa very cautious kwa sababu najua nikianguka tu hivi nitaumia sana. So bado nilikuwa napenda journalism. Bado nilikuwa journalism kuna mtu alikuwa ananiinspire sana. Kuna jamaa alikuwa anaitwa mpaka saa hizi anaitwa Salman Ali. Na pia kulikuwa na mwingine kuna Kakazema. Nimefuatilia mostly siku hizi anatangaza games za FKF za Kenya. Kuna mtu mwingine aliniinspire Geoffrey Mambori.
ako Radio Citizen. Watu wengi, nasema watu wengi sana. Kuna wengine pia walikuwa Mohamed Juma Njuguna, Head of State Compensation, ambaye ni marehemu, Mungu ailaze roho yake mahali pema. Walikuwa wengi sana. Kuna Jacoyo Sylvester, mpaka saa hii yuko. Ya alikuwa anatangaza ball sana vizuri, na alikuwa na mbwembe fulani. Ilikuwa ukisikia take amalize. Bana, nileta tu tamu kwa hiyo game. So walikuwa wengi, walikuwa na inspire, nilikuwa napenda sana radio. So like you love your radio, imeanza high school? Radio nilianza kupenda nikiwa primary, but primary haikuwa ile sana. Jua nilikuwa na kaziwa kwanza class 8. Soma bana, soma, achana radio. So high school nilikuwa napenda sana radio. Hata nilikuwa home kulikuwa na ufa. Nikachukua sasa ile ufa ya sitting room nikapeleka kwa room yangu. Room ya maboys. So nilikuwa na kana sikiza radio, ikifika saa kula ndo naenda sitting room. Nikishamaliza kula narudi kwa radio. Yeah, so nimependa radio from kitambo. Actually imekuwa kininspire. Nilikuwa nasikiza shows kadhaa. Kulikuwa na show fulani za kwa Radio Maisha, ile drive show. Maisha jioni. Kulikuwa na Linda Uriaso na Sugar Boy. So ilikuwa tu fun. So sasa hapo akili shagonga mzee, nikimaliza tu hivi shule radio ndani. Nataka kuwa journalist. Nataka kuwa mwanahabari. Mpaka watu walikuwa wanajua. Though pia nilikuwa tu na ile sijui ni talanta ama nini. Nilikuwa napenda sana kuandika vitu. Mpaka walikuwa wananunulia choka. Choka walikuwa niandika mpaka blackboard wakanunulia. Ile kuchora ile graffiti. No, sio hivyo, like kimwalimu. So nilikuwa na handwriting safi pale mbele. Lakini msicheke, ni utoto tu ilikuwa na ni drive. So nilikuwa naweka nachukua mawe huko nje. Naleta huko kwa nyumba. Kuna room fulani ilikuwa ya kuswali. So naleta mawe na ziweka hapo hivyo.